Sasa maua nakasirika. Wewe hujui tu. Leo sio mara ya kwanza. Mara ya kwanza nimekuja hapa. Kanichamba sijamjibu. Leo mara ya pili. Ananisukuma nini? Angalia alivyonichana nguo yangu, angalia. Hebu sikia. Oya. Sawa mwanangu, bi mkubwa wenu jao kinoma. Unajua ile vaga ulileta mwanangu siku na haja kuumiza kweli shemeji? Jaumia amenichana nguo yangu. Pole sana shemeji. Bi mkubwa jao mwanangu. Da. Sema nini? Mimi niko nimekuja kuokota watu ndio kwenye mitikasi, lakini kutokana na mazingira yalotokea hapa mimi nikuache tu na shemeji hapa. Kama vipi nitakupigia hata simu tunataka tukamalizana naye michongo. Kwa ameshaina noma tatu. Tunawasiliana. Haina noma. Pole bwana shemeji. Ni hapo mwanamke ndio siku ambayo anakuja kukumbuka kukuoa na nakuvesha pete. Chuna bwana. Uone kidogo kidogo tunasema na kuumiza. Sasa kwa pete unaingiza kwa nguvu. Hii hatari. Haya wewe unataka nikufanyia nini? Sasa ile pete utanivesha hivi mbele za watu. Kwa joto baby. Tatizo ya majumba ya kisasa ya huku mjini, lakini majumba ya kwetu huko wala hakuna joto. Kwanza kule miti mingi kupepea kama huko baharini, na kule nyumba hii sio kama hizi nyumba za kule zile za tope. Basi kule ile kitu ya tope, basi kuna vitobo mule vinabaki. Basi mule upepo ukija unaingia mpaka ndani upepo. Hizo nyumba kwa kuingiza nyoka ndani. Aka. Munyoka hakuna. Ulimuona toka ufika? Hapiti. Ulimuona? Wewe umemuona? Ninachoongea naona kama kukosea vile eh? Hapana kuvesha pete tu. Unazungumza mengine. Haya Mtwara umefika wewe mpaka kusema kuingia Bijoka? Umefika? Tatizo lako romantic hauna. Yaani hapa niliposema joto, ungetafuta kishati au chikijuba unanifanya sana pa. Sasa uko hujui mahaba. Sasa tulia mimi nikuonyeshe mambo. Nikupe mambo. Ni mwenyewe huko kwetu Mtwara kuna vitu, kuna mambo haya. Mimi nitakupa mambo. Nini hichi? Mtajua hichi. Hey! Oi! Mkodombwe sasa anza upote mbele yangu,
naye mpenzi kapoa katika himaya yangu. Hakutaki bado wamng'ang'ania, hilo lako mwenyewe utajijua, mkodombwe utajijua. Basi bora ungekuwa unapika vitu vya maana, kumbe matembele jamani. Alo. Hey, kumbe matembele. Kila siku matembele, umeambiwa umekosa damu jamani. Makubwa haya. Kwani umeambiwa una damu? Kila siku matembele. Hatari. Sasa Yuzo na mama wamerudiana. Hapana, haitaki kuwa hivi. Napaswa nifanye kitu. Shapata wazo. Huu mpango mzuri. Okay. Yaani katika siku zote mama Nitu leo umenipa vitu. Yaani vitu vya leo ulivyonipa, kama ungekuwa unanipa siku zote ingekuwa hatari. Yaani maana yake umenipeleka kushoto, ukanipeleka nyumbani mpaka kusini Mtwara kunipeleka. Wewe mtoto na vitu vyako mtoto kunoga. Mbona kumbusha nyumbani kabisa ile tupopolina ya ndoni kule. Wana vijipo vyao ukimwambia panda baba ni upandaje? Wewe ukimwambia shuka baba kama atuka. Mtoto na vitu hatari. Usiofu. Wewe unajua kuswali unasogoje? Hapa ndio chuo kikuu. Sasa nini sasa? Kwa hapa. Na kweli. Umeona Ukiambia kuwa yaone sio magorofa, ni haya mambo. Acha basi. Hivi vitu mimi nasemaje? Waje watu na mapanga na mashoka na wataniua tu. Lakini wewe kukuacha abadani asilani. Totwe. Ukipewa vizuri basi unajua kuna kizuri kinahitajika kutoka. Kutaka nini tena kama sio mapenzi mbala vidafi? Sasa juzi nilikwambia kuhusu ile swala la laki. Hapo mama Nitu kuna mipango yangu fulani hivi. Naviweka vitu kuwa sawa. Vitu vikibuka tu. Zaidi ya 100,000. Nataka nikupe 50. Yaani hapo tu ndo unapoharibu. Yaani ukiambiwa masuala ya hela tu mipango haijakaa sawa. Maana yake yaani leo nimekupa mambo leo, nimekubeba mgongoni, nimekukikirisha zipande zote za kitanda chako. Basi jua leo mwanangu kuna kitu anataka. Muda mwingine yani mambo huongea vitendo. Ujiongezi Kama mipango yangu mimi kubuka kuwa sawa, mbona hivyo vitu vidogo tu? Nimekugema pesa mangapi mpaka hapa? 3,000. Kwa mwezi bei gani? Sifanyi kazi kusema nataka kulipa kila mwisho wa mwezi. Alafu ukitaka hiyo mambo ya mwisho wa mwezi na hapa pia utapata baada ya mwisho wa mwezi. Tumekubaliana? Mama Nitu kweli naelewa, lakini sasa na mimi mwenyewe namuomba Mungu, lakini bado kunigea hiyo riziki. Na kama angenipa hayo mafurungu, mimi ningekupatia Mama Nitu. Sema mipango yangu nimeitega. Hebu nipe mimi juba langu.
Yaani hayo mambo yako ndio ninapo. Yaani hapo ndio hapo alibugwe na mimi. Mama mtu. Bwana niache huko hivi vipi? Mama mtu. Mama mtu. Kausi. Mambo. Poa sana. Langata. Niambie baba. Fresh vipi ndugu? Kama kawaida tu. Nimepishana na shemeji pa. Nina imani kila kitu umemweleza. Ndugu yangu, kusema ukweli wa Mungu na kumwogopa yeye, mi hata neno moja kuto kumwambia. Kwa hiyo kwa maana hiyo nataka uniambie hujamwambia chochote? Yaani hata kitu kimoja mi sijabuka kumnong'oneza wala kumwambia. Kwa nini sasa? Yaani kwa nini sasa hujamwambia? Yule binti ulivyomwona hivi, kuna mipango anaitaka na mimi sina. Basi sawa, hata namba yake Langata, nina imani hata namba yake kakupatia. Sijachukua chochote kile. Yule binti anahitaji pesa, na mimi kuna mipango nilikopo naiweka kuibuka sawa tu. Kama nitafanya yale mapekeche yangu mipango kwenda sawa, mimi nikimpatia hiyo pesa tu, mimi namaliza. Kipindi yana furahi na nikimpa mimi jambo langu, mipango inakuwa inaenda sawa. Okay. Wewe mwenyewe unaonaje? Ngata. Sasa unaweza ukaniambia iko kiasi ni shilingi ngapi? Kama 100,000 hivi. Nina imani siku ya kumpatia tu atakuwa na furaha. Na kisha kwa kwenye furaha kumwambia neno hilo ni dakika 0 tu kutekeleza. Okay. Basi sikiliza. Mimi nimepata wazo. Wazo gani? Unaonaje na mimi nikafanya maprekeche yangu? Alafu uenda kama sio leo jioni, hata kesho asubuhi nikakusaidia hata nusu kidogo. Hapo baba utakuwa umeweza. Walai tena utakuwa umeweza. Basi hilo ni vizuri, lakini lengo langu tu mimi nimpate Maua. Hapo usijali. Yaani nikishampatia yale mapesa tu, atakuwa kwenye harakati za kufurahi. Sasa pale akishafurahi tu mimi ndo namaliza kabisa. Mambo shwa. Basi hamna shida. Mimi nimekupitia hapa ndugu yangu, ili mradi tu nije kuulizia vipi, na bahati nzuri nikakutana naye shemeji anatoka, nikajua mambo fresh. Mambo yenyewe nganya siji nyanga siji. Poa basi, mimi acha niendelee na mizunguko yangu. Poa bwana, mimi nipo hapa. Basi. Poa. Kwenye kina kirefu cha mapenzi yake mwenzenu. Vipi, mbona unachungulia? Kuna jipya gani? Bwana hapa nimempigia simu Yuzu. Nimempeleka sehemu ya mbali ambayo hawezi kurudi kwa muda huu. Sasa nimekuja kwa ajili ya ule mchongo wetu. Nimepanga mchongo leo usiku. Kuna kitu iko ukikifanya unampata Yuzu kiurahisi. Yaani zile shida zako zote kushinaibaeka. We. Yaani naona kama ndo usiniambie. Yaani huu mchongo tukisha ufanya Yuzu wako unampata kiurahisi. Unanichanganyisha hivi kama una. Mimi ninakwambia huu mchezo mimi naingia front. Sawa. Kwa hiyo wewe jiandae na ushindi, ila tu tuelewane kwa nitakachokuambia. Ukikifuata kama ninavyokuambia, turudie vitu. Na nisikia mwanamke yupo hapo alikuwa anapika matembele, sasa hivi nimetoka kulisosesha. Matembele kila siku. Ndio maana ule mtoto namwambia njoo kwangu. Ile tunamtoa.
Halo kaka. Wewe mzee. Nimefika hapa kupe mzee, mambo gani sasa? Wewe ndio niko na tajiri hapa na malizana naye kwa masuala ya confirmation. Ili nikija tu tulipige hilo deal lenyewe. Uhakika mzee wangu. Kama upepo natokea hapo. Uhakika. Hapo basi. Anipigia simu kashafika. Sasa kwa hiyo. Leo usiku. Sasa ndo kama nilivyokupanga. Nimeongea na tajiri, mchongo umekuwa fresh. Lakini kanaambia sasa kuna mazingira hapa sio anamalizia na mchongo wake wa kusafiri. Akigeuka tu tunaua. Kwa mchongo wenyewe sio leo. Sio naelewa matajiri mambo ya kusafiri mara kaingia huku mara kaingia kule. Unajua tena matajiri uwezi kumleta complain ozi na nini utaonekana hauna shida sana sasa. Lakini akirudi mwanangu anaenda kuokota uhakika. Unajua hapa kitu gani na wazi? Wakati natoka mtaani pale, nimwambia mtu naenda hivi nikirudi kuna mzigo alikuwa anataka. Kwa hiyo nikirudi mimi nakuja. Au kuja hapa wananiambia mchongo sio leo. Sema na yeye pia anapenda kujifelisha. Kwa hiyo ni mazingira yako na yule Mazausi yamefikia. Mazausi yule ni Ayusha tu. Sio kitu serious. Mbavu yule mama. Unafeli. Wewe sasa hivi kufanya mazingira madogo kama wewe unamkubali yule Mazausi sometimes akikaa kwenye reli ile na butua. Mbona hizo tu mitoko midogo una insult? Kinyamwezi tu kwa nadhani maua atajua babu. Moja sometime moja ile kutokana na hali ya maisha. Kinyamsisi tu kama unaingia huku, unachezesha michongo afu kirudi huku ile, yani limit zisimame. Kwamba wewe hapa yenyewe ile kinyamsisi mtu mama asijue. Maisha ndo yanavyoenda. Lakini mfano just imagine yule Mazausi pale yule kwenye mjengo ule anavyookota, wewe mwisho wa mwezi tu anakukinda 60. Maua acheki. Wewe wanangu wewe. Sasa utajuaje labda yule mama katika utoto wake, katika ujana, wake yule ni mtu mzima huyo. Katika utoto, ujana mpaka anakuwa vile. Labda katika kupita kwake huko ameukua anao pale. Wewe unajuaje? Wewe unakuwa na mentality za shule ya msingi. Wewe ulikuwaga player wewe. Wewe kuingia uwanjani bila kuvaa socks. Si akili tu ya kujiongeza hapo mwanangu dakika 0 mambo ile. Unachomoka tu hapo.